Hello there. Welcome to another conversation. We do have Mheshimiwa Morara Kevaso here. You all know him or you've heard about him there before, na tuko hapa tuzungumze naye kwa ufupi tu, atueleze yale ambayo yamekuwa yakijiri kwa wiki 2-3 ambazo zimepita, ambapo aliweza kutangaza rasmi kwamba ana nia ya kuwa mbunge katika eneo bunge la Borabu, kaunti ya Nyamira. Na tunaona hapa kuna faili, atatukua anatueleza what exactly he has here. And of course, we've heard what the court has said about him, mentioning the current MP while he's doing his injections in the constituency. Lakini kwa sasa namkaribisha kusalimia, alafu tuanze. Mheshimiwa, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Asante kwa kunikaribisha katika Itaya TV. Yes. Mimi hufuatilia matangazo moja kwa moja. Yes. Na Itaya TV ndio TV ambayo ninatazama ili niweze kupata information kamili. Yes. Yale mambo yanatokea mtaani. Yes. Kwa hivyo nashukuru sana kwa kunihost leo. Yes. The last time we checked, you were saying that you are the acting member of parliament for Borabu. Have you changed? Unajua sio mimi nilisema mimi ndio acting member of parliament wa Borabu. Ni watu waliniambia hivyo. Constituency. Yes, kwa sababu mimi nilileta documents za kuonyesha jinsi ambavyo fedha zinatumika pale Borabu. Na watu wakaniangalia, wakaangalia credentials zangu, wao wenyewe wakasema kwamba Morara Kevaso ndio acting MP wetu. Na sababu ambayo ilifanya wakasema hivyo ni kwa sababu mbunge hajawahi kwenda bungeni. Analipwa mshahara wa shilingi milioni 1 kila mwezi. Lakini hajawahi kuzungumza bungeni ama kupitisha mswada wowote, hajawahi kuleta mswada wowote bungeni. Na pia watu wa Borabu ikifika wakati wa bajeti wanasahaulika, kwa sababu bajeti ambao ni mgao wa keki wa serikali kuu ambao ni trilioni 4.2, 4.2 trillion. Watu wa Borabu wanakuwa wamesahaulika kabisa, kwa sababu mbunge waliyemchagua hapatikani bunge. Hajawahi kusahau akafika bunge. Hajawahi kupotea njia akajipata karibu na bunge. Hata picha karibu na bunge hana. Askari wale wa bunge pale ambao ndio askari ambao wanalinda lango kuu la bunge hawamjui. Akienda pale wanaweza wakamfukuza, kwa sababu hawajui kwamba huyu ni mjumbe aliyechaguliwa, kwa sababu watashindwa miaka 4. Tumejua wabunge wote wanaopita hapa ni aje wewe hatujawahi kukuona. Hata mheshimiwa speaker atashtuka sana kumuona kwamba huyu jamaa ni mbunge. Kwa hivyo ndio ilifanya watu wa Borabu wakakuwa na hasira na ghadhabu. Na wakasema sasa tutahitaji mtu ambaye atajitolea bila mshahara afanye hii kazi, tuone kama ataweza kutusaidia. Kwa hivyo siye mimi nilijiita acting member of parliament, hiyo ni jina ambayo niliitwa na watu. Na kama kuna mtu yeyote ambaye anaona kwamba ni makosa, labda aenda watafute watu wote wa Borabu wakataze kwamba ni mbaya vile walifanya. Lakini mimi makosa si yangu. Wakiniita kitu tofauti kesho, bado nitakubali kuitwa hicho kitu tofauti. Yes. And mheshimiwa, hata kama kuna nyesha tuendelee tu. Because I think anaweza tupata. So we saw kulikuwa there was an issue when you attended a funeral pale Borabu, wakati ambapo haukumaliza ku make your statement. Watu wengine walisema kwamba labda matamshi yako hayakuwa mazuri kwa sababu the area MP was present. Wengine wakasema you're okay. We mwenyewe unasemaje? Unajua Waswahili wanasema heshima si utumwa. Hata kama tunamheshimu yule mjumbe, sisi si watumwa wake. Kwa hivyo kama hafanyi kazi, hatufai kumzungumza kwamba hafanyi kazi kama watu tunaomsengenya. We are not supposed to talk about incompetence like gossipers. Hatufai kukaa ni kama sisi ni watu ambaye tunaongea kichini chini, lakini tukipatana naye hatuko tayari kusema huo ukweli akiwa. Kwa hivyo mimi ni mmoja wa wale wajasiri ambao walikuwa tayari kumueleza ukweli wa mambo akiwa hapo, asija akasikia kama uvumi, asiwasikie kama ni rumors kwamba eti watu wanasema hajafanya kazi. Kitu cha pili, mimi nimepitia record za Borabu constituency CDF. Hapa na faili nzima ya CDF ya Borabu, ya ripoti mbalimbali za serikali. Ukiona hapa kuna nembo ya serikali Republic of Kenya, zote ambazo ni ripoti za CDF za pale Borabu constituency. Hizi ripoti si zangu za kujiandikia. Hizi ni ripoti ambazo zimeenda kwa mkaguzi wa vitabu vya serikali. Yeye mwenyewe akaangalia hesabu ya matumizi na akatengeneza ripoti jinsi ambavyo Borabu constituency ilitumia hela. Tunapokea kati ya 150 to 160 million kila mwaka. Hizi ni hela ambazo zinafaa kubadilisha maisha ya watu. Zinafaa kuondoa umaskini kabisa. Kwa sababu watu wetu wamefanywa kuwa maskini na viongozi, ili viongozi wao wanawakalisha chini kwa matope, wanawapatia 200 ile tunaita wako sera. And we have to finish that culture completely. Ndio maana uliona nikizungumza kwa njia hiyo, kwa sababu mimi nakataa ufisadi na najua kwamba rais wetu Dr. Fred Okengo Matiang'i
atakuwa katika mstari wa mbele kumaliza ufisadi kabisa. Kwanza yeye alisema kwamba sheria ibadilishwe. Dr. Fred Matiang'i mwenyewe ndiye aliyesema kwamba sheria ibadilishwe, watu wafisadi wasifungwe jela, wanyongwe. Kwa hivyo sasa sisi hatufai kuwa na huruma kwa watu ambao wanawaibia wananchi na kuwafanya maskini. There is no forgiveness and hakuna kuwabembeleza. Yes. And finally tunaona you are in red. Yes. Why are you in red? Mimi sasa rasmi nimepokelewa katika chama cha Jubilee. Mimi sasa ni mwanachama dhabiti wa chama cha Jubilee, na I encourage the youth all over the Republic of Kenya to join Jubilee Party. Na wasiogope kwamba wakikuja Jubilee Party wataitishwa pesa. Hakuna anayeitisha pesa. Mlango uko wazi ili wakuje wabadilishe Kenya kutoka ndani. Huwezi ukaendesha gari kutoka nje. You cannot drive a car from outside. Lazima uingie ndani uendeshe ukiwa ndani. Kwa hivyo waingie ndani ya hivi vyama kama chama cha Jubilee. Watafute nyadhifa za uongozi, watafute ubunge, UMCA, ugavana, na wasiogope kwamba hawana pesa. Siasa ya pesa sasa inaenda ikipitwa na wakati. Kwa saa hii wale watu ambao wanapeana pesa nyingi, ambazo pesa nyingi hizo ni zimeibiwa kutoka kwa wananchi kupitia kwa kandarasi mbalimbali, hawatapita kura, wataanguka. Kwa hivyo usiogope kwamba huna hela, ingia, start, continue. Kwa hivyo sasa mimi niko katika chama cha Jubilee. Kiongozi wangu ni Dr. Fred Okengo Matiang'i ambaye atakuwa anatafuta urais wa nchi ya Kenya. Nimefanya utafiti wangu Kenya mzima na nimepata kwamba ana wafuasi wengi kule nje kushinda Kisii. Yaani watu ambao wako tayari kumpigia kura kule nje katika kabila mbalimbali ni wengi kuliko ambao wale ambao wako Kisii. Yes. And finally, why do you want to be the next member of parliament for Borabu? Kwanza kabisa watu wa Borabu watakuwa wamepata mjumbe ambaye si mfisadi. Mimi sina ufisadi kabisa. Na hata wakati ambao nitafanyia watu wa Borabu sitawahi kufanya ati kandarasi ya kununua tanki ya maji kwa shilingi $500,000 jinsi ambavyo tuliona ilifanyika na CDF. Ama eti nijenge choo vinyi ambavyo tuliona kwa zile rekodi za CDF ambazo ziko kwa e-file, eti wanasema wamejenga choo na 1.8 million. Ama kupanda miti na milioni 6 vile tuliona hapa kwenye e-file. Siwezi nikafanya mambo kama yale. Nitatumia pesa kwa njia ambayo inakumbuka kwamba niko na watu matajiri na maskini ambao wanahitaji wote kutengenezewa miundo msingi ambayo itainua maisha yao. Lazima nikumbuke kwamba kudanganya watu kwamba umewapatia basari alafu wanaenda shule wanapata kwamba ile basari haikufika ni makosa makubwa. Lazima nionyeshe kwamba wale watu wamepata basari ya kutosha inayotosha kulipa karo ya shule ili hao watoto wasome wakuja kuondoa umaskini. Kwa hivyo target yangu number 1 ni kuondoa umaskini. Kuondoa umaskini kupitia kwa elimu nzuri, kuondoa umaskini kupitia kwa kuensure kwamba ukulima una faida. Watu waache kumwaga maziwa ama maziwa ikiharibika eti kwa sababu hatuna kula, hatuna creamery. Watu waache kuuza vitu kwa bei ya chini kwa mabroka wanaotoka Nairobi na malori, wakuwe na factory zao za kuunda finished products zitakazoenda direct kwa supermarket. Ili zile factories ziweze kuandika vijana kazi, ambao sana sana wanashinda kwa pombe na betting, wako sasa na kazi. Hata mwanasiasa hawezi kupata goons ambao atawalipa hela kidogo eti waende wakawe goons. Ndio. And finally, are you still going to inject kwa ground? Mimi ndo sindano kubwa. Utaendelea kuangazia hizo projects ambazo hazijafanyika ama zimefanyika kiufisadi? Monday niko kwenye ground. Niko na mazishi ya my grandmother kesho. Kuanzia Monday, Tuesday, Wednesday ni mimi komo na Naomi Mpakoro Bago. Komo nere Mpakoro Bago. Monday, Tuesday, Wednesday hakuna kazi nyingine nafanya. Nafanya kazi ya Borabu peke yake. Yes. What would be your final word to your constituents and Kenyans at large as we end up the conversation? What I will tell the constituents of Borabu constituency, I have given myself to be at your service, to serve you as a member of parliament for Borabu constituency. Look at me, listen to what I tell you, look at what I do. Msiangalie tu, msisikize tu chenye nasema, muangalie pia vitendo vyangu kama vinaambatana na kile ambacho ninasema. Na pia muangalie familia yangu ambayo ilikuwa ni familia ya Senator John Kevaso na Honorable George Morara the late, ambao walikuwa ni viongozi wa kusema ukweli. Mjue kwamba the apple never falls far from the tree. I will not disappoint you. I will support your son Dr. Fred Matiang'i for president. Nitaenda Kenya mzima nikimtafutia kura, na pia nitakuja Borabu nizungumzie na kina mama, nizungumzie na wazee na vijana, niwaombe kura kwa unyenyekevu bila kulazimisha, na nina uhakika kwamba nyinyi mtanisupport na mimi nitaweza kuwafanyia kazi ambayo ni nzuri. Na pia niwaambie kwamba ogo serwa kwa sali siasa yetu. Please, watu wa Borabu,
consider me as a young person. Pesa hii mingi ni hawa watu ambao wameiba miaka yote ndio wako nayo. Mimi kijana mdogo naweza kosa pesa mingi ya kuwapatia kwa sababu sifanyi ujambazi na sijawahi kushika nyadhifa ya uongozi nikakuwa corrupt ndio nikaiba hiyo pesa. Kwa hivyo sasa imefika wakati mtafute viongozi wanaoweza kufanya kazi, sio wale wanaowapatia pesa, ili waweze kuondoa umaskini na waweze kuleta kazi kwa watu wetu. So the people of Borabu constituency wajue kwamba wanajua mjumbe wao na mjumbe wao atafanya kazi safi. Are you still acting? Acting, mimi si act movie. Actors ndio wana act movie. No, I'm not acting. Mimi ni kiongozi dhabiti. Okay. Yes. Thank you so much. That has been Mheshimiwa Morara Kebaso ambaye ameingia rasmi chama cha Jubilee na anasema kwamba anawania kiti cha ubunge eneo bunge la Borabu, kaunti ya Nyamira. Hadi wakati mwingine, jina langu ni Eric Bosire. Kwa heri kwa sasa.